Na mtazamaji, hujambo na karibu tena. Kumbuka nikufahamishe tu kwamba utuwe radhi kutokana na kile kipindi cha Speak Life ambacho hukujia kila saa 1:30 usiku leo hii. Kumbuka sasa hivi kitakujia saa 2 usiku. Ni kutokana tunakuomba kwamba radhi kutokana na kipindi hicho cha Speak Life ambacho hukujia kila saa 1:30 usiku, lakini leo hii kitakujia kuanzia saa 2 usiku. Na mtusonge mbele. Uhaba wa mafuta, petroli na dizeli umeanza kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, hali ambayo inahusishwa na athari za mvutano unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Wananchi na wafanyabiashara wameanza kuhisi makali na changamoto hii ikiwa hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa kuzorota zaidi. Hamza Yusuf ana taarifa zaidi. Jeremy Ndongo, dereva wa taksi, mmoja wa mamilioni ya waathiriwa, ni mfano hai wa mateso wanayopitia wananchi. Nimetembea sana huku Sauti, pipeline mara, yani kiingia kwa petroli, mafuta ni shida. Anasema amelazimika kutumia zaidi ya saa 1 kutafuta mafuta bila mafanikio, akitembea kwa miguu kutoka kituo kimoja hadi kingine. Mafuta. Sasa hivi unaona mimi nauza maji hapa. Mafuta hakuna. Kwa James Njungu, msimamizi katika kituo kimoja cha mafuta kibinafsi, anaelezea wasiwasi wake kuhusu hali hiyo, akisema upatikanaji wa mafuta umekuwa ngumu na haujatabirika. Tuko na crisis ya mafuta na ile shida tuko nayo sana ni ya petroli. Jana nilienda huko depo nikalipa mafuta na mafuta ilikuwa ikuje. Mpaka saa hii hatujapata mafuta. Sio yeye pekee mwenye hofu. Richard Kialo, mhudumu wa bodaboda, anasema iwapo hali itaendelea hivi atalazimika kuongeza nauli ili kukabiliana na gharama za kutoa huduma. Lazima kila kitu itakuwa inapanda. Mafuta tu sasa hivi ipandishwe tu date 14. Lazima ukienda pale supermarket hakuna kitu yenye itakuwa chini. Katika kaunti ya Machakos, foleni ndefu zimeonekana katika vituo viwili pekee vilivyokuwa bado vina mafuta. Hali si tofauti katika kaunti ya Nyamira ambapo uhaba mkubwa wa mafuta unaendelea kwa siku ya 4 sasa. Changamoto hii imeanza pia kuathiri kaunti jirani ya Kisii, huku wakazi wakikimbilia kaunti jirani kutafuta bidhaa hiyo muhimu. Pata ni laini ni refu. Na kufikiwa inabidi sasa ungoje masaa. Ni ile kazi ya kuwasala, ile ya kupambana. Kumeshuhudiwa msongamano mkubwa katika vituo vya mafuta katika mji wa Embu. Madereva wamelalamikia uhaba wa ghafla wa mafuta katika vituo mbalimbali. Wengi wao wanasema wamepoteza muda mwingi kusubiri kuhudumiwa bila mafanikio, hali iliyosababisha kukwama kwa shughuli zao za kila siku. Nimesunguka nikitafuta mafuta, petroli zote sasa hakuna mafuta. Ni moja hii tu iko na mafuta, ndio maana tumepiga laini hapa tukitafuta mafuta. Mji wa Meru umekumbwa na mgogoro mkubwa wa mafuta tangu jana, hali iliyosababisha vituo vingi vya mafuta kukosa bidhaa hiyo muhimu. Uhaba huo umeleta usumbufu mkubwa kwa wahudumu wa sekta ya uchukuzi, huku wengi wakilazimika kusimama kwa muda mrefu au kusitisha shughuli zao za kila siku kutokana na changamoto hiyo. Hatujaambiwa mafuta imeisha Kenya. Kama ni kuficha mafuta ndio waweke pesa, wapate faida kubwa, tunataka serikali come out clearly. Baadhi ya vituo vya mafuta vilazimika kufungwa kwa muda mrefu mchana kutokana na kukosekana kwa bidhaa hiyo. Kwa ujumla, hali hii inaendelea kuathiri uchumi wa wananchi wa kawaida, huku wito ukitolewa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kudhibiti mgogoro huu kabla haujaongezeka zaidi. Hamza Yusuf, KTN leo. Na mtusalie katika taarifa sawa na hiyo kwamba foleni ndefu za magari katika vituo vya mafuta zinaendelea kuashiria uhaba wa bidhaa hiyo nchini na athari za